Hello. Na kukaribisha sana katika channel hii ya Rita Finance ambapo tunazungumza masuala mbalimbali ya fedha pamoja na ya kijamii. Kama wewe ni mgeni katika channel hii, karibu, na kama huja subscribe, tafadhali fanya hivyo. Subscribe katika channel hii. Share pia hii video na marafiki zako, washikaji wenzako, wanafunzi wenzako, wafanyakazi wenzako, wapendwa wako na mtu yote yule ambaye unadhani atanufaika na mafundisho ambayo yanatolewa katika channel hii. Usisahau basi kulike pia hii video pamoja na kubonyeza ile kengele ya notification ili uweze kupata taarifa pale ambapo tuna upload video mpya katika channel hii. Jina langu mimi ni Rita JL na karibu ungane nami katika episode hii ya leo. Katika episode hii ya leo tunamwangazia mtu mmoja maarufu sana barani Afrika pamoja na ulimwenguni kote anayekwenda kwa jina la Nelson Mandela. Alikuwa na safari ya maisha yake ambayo ilijaa mabonde na milima, na leo tutaenda kujifunza mambo mawili matatu kutoka kwake. Kwa kwanza basi nitaanza na utambulisho ambapo tunakwenda kulisikia jina lake kamili, na jina lake kamili ni Nelson Rolihlahla Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela. Ana majina ya utani kama vile Madiba na Black Pimpernel. Haya ni majina ya utani ambayo alipewa na raia wa Afrika Kusini. Utasikia watu wengi wakimuita Nelson Madiba Mandela, ila ile Madiba pale katikati sio jina lake halisi, ni la utani. Pale katikati jina lake halisi ni Rolihlahla Mandela. Kwa hiyo Madiba pamoja na Black Pimpernel, haya ni majina yake ya utani aliyopewa na raia wa Afrika Kusini. Alizaliwa tarehe 18 Julai mwaka 1918 huko Mvezo, Transkei, Afrika ya Kusini, na alifariki dunia tarehe 5 Disemba mwaka 2013 akiwa na umri wa miaka 95 huko Johannesburg, Afrika ya Kusini. Nelson Mandela ni mtoto wa chief wa kabila la Tembu aliyejulikana kwa jina la Chief Henry Mandela. Nelson Mandela ni mpiganaji wa uhuru, yani freedom fighter, mwanamapinduzi, mwanasiasa pamoja na kiongozi wa watu. Anajulikana kama mtu pekee katika historia ya dunia aliyetumikia kifungo cha miaka 27 gerezani kwa kushtumiwa kwa kosa la kula njama dhidi ya serikali ya kibaguzi, na ni ubaguzi huo ulikuwa ni ubaguzi wa rangi. Wakati Nelson Mandela alipokuwa kijana, watu weupe na weusi walikuwa hawaishi pamoja chini ya mfumo wa ubaguzi wa rangi uliojulikana kama apartheid. Watu weupe ambao walikuwa na idadi ndogo ya raia ndio waliokuwa wanadhibiti nchi. Ilikuwa ni marufuku kwa watu weusi kwenda shule, hospitali na maeneo ya kubarizi katika fukwe za bahari sawa na watu weupe. Hii sheria ilikuwa ni kali sana, hasa katika shule na hospitali ambazo zilikuwa zinamilikiwa na watu weupe. Watu weusi walinyimwa haki za msingi kama vile kushiriki uchaguzi mkuu. Mandela aliamini kwamba kila mtu anastahili kuchukuliwa kwa usawa. Mandela alisoma katika chuo kikuu cha Fort Hare na chuo kikuu cha Witwatersrand, akawa mwanasheria na alijiunga na chama cha ANC, chama kilichodhamiria kutokomeza utawala wa watu weupe. Cha ANC ni African National Congress, yani ANC, na chama hicho baadaye kilidhinisha tawi la vijana la chama hicho, na Nelson Mandela akiwa mmoja wa wafuasi wa chama hicho aliongoza maandamano ya kupinga utawala wa ubaguzi wa rangi. Mwaka 1952 alifuzu kuwa wakili, yeye pamoja na rafiki yake mwenza Oliver Tambo, na walianzisha kampuni ya sheria ya kwanza kumilikiwa na watu weusi, na walianza kama mawakili na baadaye kati, na kisha wakaanza kuwa wanaharakati wa vita dhidi ya utawala wa ubaguzi wa rangi. Alikamatwa kwa kosa la uhaini mwaka 19
1956 na baadaye kuachiwa huru miaka 5 baadaye, yani mwaka 1961, na chama cha ANC kilipigwa marufuku, naye rafiki yake mpendwa Oliver Tambo alitoroka katika nchi hiyo. Mandela naye alijificha na kuendelea na harakati zake za chini chini na kuanza safari zake za nje ya nchi katika kutafuta usaidizi wa mataifa mengine. Pia aliweza kwenda nchini London kwenda kumsalimia rafiki yake Oliver Tambo. Mwaka 1962 alienda Algeria ambapo alipata mafunzo ya vita vya msituni, guerrilla warfare, na aliporudi tu ndipo Nelson Mandela alipokamatwa katika kizuizi cha barabarani, yani roadblock, huko Natal. Alifungwa jela kwa miaka 27 kwa madai ya kuihujumu serikali iliyokuwa inaongoza ubaguzi wa rangi. Alifungwa jela katika kisiwa cha Robben Island, jela ambayo ilikuwa ina ulinzi mkali mjini Cape Table Bay. Alifanya kazi katika machimbo ya mawe. Wakati Nelson Mandela akiwa gerezani, picha zake zilipigwa marufuku na ilikuwa ni kinyume cha sheria kumnukuu hadharani. Watu wengi duniani kote walifanya kampeni za kutaka aachiliwe huru. Na kuna nyimbo nyingi ambazo ziliimbwa na matamasha mengi makubwa yaliandaliwa katika maeneo mbalimbali katika kulalamikia kufungwa kwake. Kama mfungwa mwenye dhamiri, Nelson Mandela mara kwa mara alikataa kuachiwa kwa masharti. Alitumikia kifungo hicho cha maisha gerezani kuanzia mwaka 1964 hadi mwaka 1990. Mwaka huo 1990, akiwa amekaa jela kwa miaka 27, aliachiwa huru bila masharti yoyote yale. Aliachiwa huru na rais wa Afrika Kusini kwa wakati huo, F.W. de Klerk, ambaye alikuwa ni mtu mweupe. Kuachiwa kwake huru Nelson Mandela ulikuwa ni baada ya utawala wa kibaguzi kushinikizwa na jumuiya ya kimataifa kumuachia huru. Baada ya kutoka jela mwisho wa kifungo cha miaka 27, maisha ya Nelson Mandela yalikuwa yamekomaa na ilikuwa ni dhahiri kwamba walikuwa wamemnyang'anya Mandela ujana wake, kwani alitoka jela akiwa na umri wa miaka 72. Jambo lingine la kukumbukwa ni kwamba Nelson Mandela alipoachiliwa huru mwaka 1990 hakuwa na hasira au kinyongo wala hisia hasi dhidi ya wale waliomkamata na kumfunga gerezani. Mandela alipokelewa kama shujaa uraiani. Utawala wa ubaguzi wa rangi ulifutilia mbali mnamo mwaka 1991. Na miaka mitatu baadaye, yani mwaka 1994, Afrika Kusini iliandaa uchaguzi mkuu wa kwanza ambapo watu weusi waliruhusiwa kupiga kura kama watu weupe. Mei mwaka 1994, Nelson Mandela aliapishwa kama rais wa kwanza mweusi wa Afrika ya Kusini. Nelson Mandela pia aliweza kushinda tuzo ya Nobel ya amani kwa harakati zake za kisiasa mnamo mwaka 1993. Nelson Mandela anasema kwamba miaka ile 27 kwake ilikuwa ni miaka ya giza na alitumia muda mwingi kutafakari juu ya maisha yake. Nelson Mandela alikuwa na maono ya nchi ya Afrika Kusini yenye utawala wa walio wengi na alikuwa na picha kubwa ya maono juu ya nchi hiyo. Alisema, nguvu ya kupiga picha akilini iliumba ndoto kiasi kwamba maono yangu yalikuwa mbali sana kuliko ambapo jicho lingeona. Nelson Mandela ametokea kuwa mwanasiasa maarufu nchini Afrika Kusini na duniani kwa ujumla, ambaye alikuwa ni mtu muhimu katika kutokomeza ubaguzi wa rangi katika nchi yake, na pia ni moja ya case study nzuri ya watu ambao wanajipenda kujifunza masuala ya uongozi.
alitokea kuwa ni kivutio cha watu wengi sana, na hata watu wengi huwa walipenda kupiga naye picha. Asante sana kwa kusikiliza. Natumai umejifunza masuala mawili matatu kutoka kwa Nelson Mandela. Hadi wakati mwingine, jina langu mimi ni Rita JL, and keep it locked with the Rita series.